la Mungu linasema kwenye kitabu kile cha Ufunuo Yohana 22 mstari ule wa 12. Hebu tusome kuanzia kwenye mstari ule wa 12. 22:12 inasemaje hapo? Kwamba tazama naja upesi. Inasemaje pale? Tazama naja upesi. Endelea. Na ujira wangu pamoja nani, kulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendelea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Inasema ya kwamba tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake jinsi ilivyo. Sema amen. Mama, tunajua kwamba hapo unafanya kazi, lakini kazi ambayo anayeizungumzia Bwana Yesu ni kazi hii ambayo tunayoifanya ya kumhubiri Yesu Kristo. Hapa duniani kuna kazi ya aina tofauti tofauti. Wengine kuna kazi ya uchawi, wengine kuna kazi ya ukahaba, wengine kuna kazi ya kudokoa watu ambao wanaiba, wezi. Hizo zote ni kazi, lakini kazi anaizungumzia Bwana Yesu ni kazi ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo, ni kazi ya kumtangaza Yesu Kristo. Tena huo leo nakuletea habari njema ya Yesu Kristo, wewe mama hapo ulipo, ya kwamba tazama Yesu anakuja upesi kumlipa kila mtu kazi yake jinsi ilivyo. Bwana anakuita wewe mwanadamu ya kwamba umgeukie Yesu awe tumaini la mwokozi la maisha yako. Sema amen. Haijalishi una kazi nyingi, una kazi ya kuuza bidhaa zako mahali hapa, lakini Bwana anachokihitaji wewe mwanadamu geukie Yesu akufanye kuwa mtoto wake. Sema amen. Biblia inaniambia kwenye kitabu kile cha Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mtoto wake wa kipekee, yeye atakayemwamini huyu hatapotea bali atapata uzima wa milele. Nimekuletea habari njema ya kwamba ndugu yangu, ni wakati wa kumja Bwana katika maisha yako, ili wakati Yesu anapokuja kulipa kila mtu kulingana na kazi yake uhesabiwa kuwa wa haki. Sema amen. Yule mtu ambaye ni bosi, wakati hao maskini wanapofanya kazi, bosi yeye huja na kuwalipa pesa kulingana jinsi walivyofanya kazi. Hivyo mama yangu, sijui wewe siku hiyo ya mwisho utalipa nini? Habari njema ya Yesu Kristo inakuita ya kwamba njoo kwake jioni ya leo na mchana huu ukampokea Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Hii ni kazi ambayo Yesu ameniita akanipatia. Tazama, akaniagiza kwenye maandiko matakatifu kwenye Isaya 58 mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, piga kelele usiache, pasa sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu kosa lao, katika nyumba ya Yakobo dhambi zao. Haijalishi ni dhambi gani ulio nayo mzee, sijui ni makosa gani unayomtendea Mungu mabaya, tubu dhambi zako wakati huu. Nyumba ya Yakobo ni wewe mwenyewe. Mgeukie Yesu akufanya kuwa mtoto wa Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi na vigeregere. Wala mama baba mnanisikiliza, ni wakati muhimu sana wa kumkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yenu, ili akawaokoe wakati anapokuja kulipa, ili na uhesabiwe kuwa wa haki, umefanya kazi nzuri. Mungu akubariki sana. Mpigie Bwana Yesu makofi na vigeregere. Asante, tuko pamoja. Karibu kwenye mkutano wa Injili tunaoendelea hapa Kinesi, unaendelea mpaka siku ya Jumapili. Mungu akubariki. Asante.